Yule mwanamke mwenye ndoto kubwa sasa alikuwa kivuli cha nafsi yake, alikuwa mpweke. Polepole aliacha ndoto zake na marafiki zake, akaanza kumsikiliza mwanamume yule aliyekuwa akimmanipulate. Mapenzi yakamfanya asahau ndoto zake, na sasa aliishi kwa kufuata kile alichokuwa akiambiwa. Wanawake wengi wakipendwa kwa dhati, mioyo yao huwa dhaifu. Polepole husahau ndoto zao na malengo yao, na hata pia husahau maisha waliokuwa nayo kabla mapenzi. Amri moja tu kutoka kwa mwanamume yule na kila kitu kilifutika kwenye simu ya mwanamke yule. Mwanamume yule alihakikisha mwanamke yule amemtawala kwa akili yake hadi kila alichokuwa anamwambia anakifuata. Samahani, sitoweza kuhudhuria kikao hicho, mume wangu hataki. Polepole alianza kupoteza rafiki zake wa dhati aliokuwa akiishi nao. Mwanamume yule alianza kuwa na tabia za ajabu usiku wakati wakiwa wamelala. Angejificha kando na kuanza kuongea na simu kwa muda mrefu bila hata kujali. Usiku ule aliuona ukweli wote kwenye ile simu, lakini aliamua kunyamaza. Usipuuze hisia zako za ndani. Mara nyingi huona kile ambacho macho hayawezi kuona. Alitabasamu kwa sababu kila kitu kilikuwa kinaenda kwa komandi yake. Akilini mwake hakushinda tu, alijiona amevaa taji bora la mwanamume bora duniani. Yule mwanamke alikuwa na majivuno sana, lakini sasa hana sauti mbele yangu, nishammaliza. Siku moja usiku mwanamume yule alimwambia kuwa sitoweza kuja nyumbani leo, nitachelewa kazini. Na hapo ndo upweke wake ulianza. Alikuwa mnyonge, alikuwa akilia peke yake. Aligundua kitu kimoja cha ajabu sana ambacho kingebadilisha maisha yake yote. Kilikuwa kitu gani haswa?